Ndugu zangu katika imani, hapa tupo katika majlis ambaye ni khair, majlis ambaye haina istidhan. Unakuja hapa bila ruhusa, bila appointment, bila maw'id, unaingia unapotaka bila ruhusa yoyote. Na hii nyumba si ya waziri wala ya mfalme wala ya mtu yoyote, bali ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaingia bila ruhusa wakati wowote, na maombi yako unaomba unapotaka, tofauti na nyumba za wanadamu. Lau ukitaka kwenda kwa rais leo au kwa mfalme leo, lazima uweke appointment, na appointment nyingine unaambiwa baada ya miezi au miezi miwili, na labda unataka kuongea na rais maneno mawili tu, na ikifika siku hiyo ya maw'id unatetemeka kwa hofu mpaka unashindwa kuzungumza, na huyu ni mwanadamu. Lakini nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaingia bila wasiwasi, bila ruhusa yoyote, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anajalia malaika wanatuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala rehema na maghfira. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia mitume wote katika risala zao miujiza, na ile miujiza ilikuwa ni kuaid na kutilia mkazo risala zao na kutilia nguvu ili wapate kujulikana ni mitume. La shaka ukiangalia sira ya Musa alayhi salam, Isa alayhi salam na Suleiman alayhi salam, wote Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia miujiza ili watu wapate kujua kwamba wao ni mitume. Na miujiza hii ilikuwa inakuja kwa wakati na nyakati, ilikuwa inakuja katika zaman na makana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kujalia. Ama katika zaman Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwaletea miujiza kulingana na yale mambo yaliokuwa katika wakati ule, kama wakati wa Nabii Allah Suleiman alayhi salam, na vile vile wakati wa Nabii Allah Musa alayhi salam. Wakati wa Musa alayhi salam kilichokuwa kimekithiri, au katika lugha ya kileo kilichokuwa kimetrend, ilikuwa ni masala ya uchawi na kurogana na mshawidhi na mambo kama hayo. Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea Musa alayhi salam, akaja akavuruga na kuharibu uchawi wao ili wapate kujua kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Isa alayhi salam alikuja wakati tib ndio imetota wakati huo na imetrend katika wakati huo. Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia Isa alayhi salam kufanya aliyofanya kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaponya yule mtu alikuwa na ugonjwa wa ukoma, leprosy, biidhnillah, na akaweza kufufua mtu kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yote hii Allah subhanahu wa ta'ala aliwaletea wale watu ili wapate kujua kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith wala haraj, yeye ndo kapewa miujiza nyingi kuliko wote. Amepewa miujiza zaidi ya 1000 na amewashinda mitume wote. Na sisi inatutosha kwamba Qur'ani ni miujiza, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya akthar zaidi kuliko wote. Qur'an kama anavyosema is the ultimate miracle, ni miracle ambayo haina wakati wala nyakati, kila siku tunaona miujiza yake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Makuraish walitathmini sana masala ya lugha na balagha na shi'r, Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea mtu ambaye afsah al-lisan, ambaye ni Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa na balagha ambayo hakuna mwanadamu alikuwa naye, na ndio moja katika miujiza iliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, jawami al-kalim, anaongea maneno mafupi yenye maana pana kabisa. Na tutakuja kuona hapa mbele vipi mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuwateka Waarabu kwa maneno yake mafupi mazuri yenye kufahamika, matamu, yuktabu bimaidhab. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafuatwa na sahaba, anamwambia ya Rasulullah, ausini, nipatie wasia. Na leo wasia, watu kuombana wasia imekuwa ni jambo adimu tena. Hatuombani wasia, hatushauriani, tunafanya mambo kiholela holela, matokeo yake tunaangamia, tunapotea, tunaharibikiwa. Lakini angalia masahaba, anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ya Rasulullah, ausini, nipatie wasia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia la taghdab, usikasirike. Maneno mawili mazito ambayo leo na Waislamu na wanadamu wangezingatia haya, fasadi katika ulimwengu ingepungua, watu wangerudi katika hali ya wanadamu. Lakini kwa sababu ya watu kutochunga hasira zao, ndio balaa unaiona leo. Watu wanachukiana kwa sababu ya hasira, nyumba zinavunjika, talaka zinatoka kwa sababu ya hasira. Mtu anatoa talaka, ukimuuliza na kwamba bwana mimi nilikuwa na hasira. Lau tungezingatia maneno ya Bwana Mtume la taghdab, labda talaka zisingetoka.
mtu anamuua mwenzake kwa sababu ya shilingi 20, anampiga panga mtoto wake kwa sababu ameiba shilingi 5 20. Kwa nini? Hasira. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia masahaba, la taghdab, usikasirike.